Kuna wakati unajikuta umechoka, umeharibika, umepoteza kila kitu na uamini tena kama utarudi kuwa safi kama mwanzo. Kijana anajikuta amepoteza kila kitu. Amepoteza heshima, amepoteza hadhi, amepoteza usafi, amepoteza hata ndoto njema ya baadaye, na pia amepoteza maono makubwa ya kumiliki kitu fulani hapo baadaye. Na pia amepoteza kuwa na ndoa takatifu. Au kuna kijana yuko kwenye ndoa lakini haoni matumaini yote ya kuendelea kuwa kwenye ndoa. Na hayo yote ni kwa sababu ya maamuzi mabaya ambayo tuliwahi kuyafanya hapo mwanzo, au tuliwahi kufanya hapo zamani, au ni kwa sababu ya kitu fulani ambacho kilisababisha hicho kwenye maisha yetu. Lakini usihofu. Leo ninayo habari njema. Leo ninayo habari mpya. Mungu hakuiti kwa sababu wewe ni mtakatifu, bali anakuita kwa sababu anakupenda, cha kwanza, na cha pili anakuita kwa sababu anataka kukutakasa na anataka kurejesha kuwa mpya tena. Mungu ana uwezo wa kufanya chochote kwenye maisha yako. Nikuombe tu, bado hujachoka. Bado muda haujaisha. Bado unao nafasi kubwa sana kwenye maisha yako. Unao nafasi ya kubadilisha maisha yako. Usione kwamba milango imejifunga. Hapana. Hata ukianguka mara 100, milango bado iko wazi kwa ajili yako. Kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18, Biblia inasema kwamba hata dhambi zenu ziwe nyekundu kama damu, zitageuka kuwa nyeupe kama theluji. Mungu ana nafasi ya kufanya kila kitu kwenye maisha yako. Unahisi kwamba jinsi ulivyojikwaa jana kwenye maisha yako, au siku fulani kwenye maisha yako ndio mwisho wako? Hapana. Mungu ana uwezo wa kuweka moyo mpya ndani yako, wenye maono mapya, wenye heshima mpya, na akakufanya kuwa mtu bora sana, na mtu ambaye ni mtu wa kutegemewa sana kwenye jamii yako. Hata kama kuna kitu kimemiss kwenye maisha yako, Mungu anakuwazia kitu kikubwa ambacho ni chema kwenye maisha yako. Asanteni sana. Huo ni utangulizi wa kitabu changu cha Maisha Safi ya Kijana sura ya 9, ambacho kinataka kigeuze maisha yako vile vilivyokuwa, na viweke maisha yako kuwa maisha ya matumaini tena, na maisha bora, na maisha ya kuigwa kwa ajili ya baadaye. Asanteni sana. Naitwa Rafaeli, ni mwandishi wa vitabu. Mungu awabariki sana.